Funika macho. Baba, nakushukuru. Asante kwa ajili ya watoto wako wamekusanyika. Asante kwa ajili ya kunipa nafasi ya kusimama mahali hapa. Asante kwa ajili ya walio hapa na wanaotufuatilia TikTok live. Utukufu urudi kwako. Tuna kiu, tuko mezani pako. Tunaomba utushibishe, kata kiu zetu katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Unayeandika andika maisha ya Yesu na maombi. Haleluya. Maisha ya Yesu na maombi, au maombi na maisha ya Yesu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Yesu Kristo hakufundisha maombi tu, bali maisha yake yalijaa maombi pia. Bwana apewe sifa. Yesu Kristo hakufundisha maombi tu, bali maisha yake yalijaa maombi pia. Ukiachana sasa hivi unaweza kukutana na wahubiri ambao watakufundisha habari ya maombi, lakini wao sio waombaji, na ndio maana tumekuwa na matokeo hafifu sana kwenye madhabahu za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wengi wao wanafundisha maombi, lakini hawana maisha ya maombi. Kwa Yesu Kristo hakufundisha maombi tu, bali maisha yake pia yalikuwa ya maombi. Yesu alimuomba Baba yake kwa bidii sana. Kuomba ni ishara ya kumtegemea Mungu kwa 100%. Ni ishara ya kuyaweka maisha yako mikononi mwake. Kuomba, yaani mtu ambaye haombi, hata akisema namtegemea Mungu, huyo ni mwongo, sio kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu anayeomba anakuwa ameyatoa maisha yake kwa Yesu 100%. Na ndio maana muombaji ni vigumu kumuona amekamatwa na nguvu za giza. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake anamtegemea Yesu 100%. Maana yeye anajua kuwa sina nguvu na siwezi, ndio maana anaomba, kwa sababu muombaji ni mhitaji. Bwana apewe sifa. Amina. Haleluya. Sasa hivyo ndivyo Yesu alivyokuwa anaishi katika mwili. Alimtegemea Baba yake 100%. Yaani Yesu aliamini kwamba mimi siwezi kufanya jambo lolote pasipo Baba yangu. Na ndio maana hata leo anatuambia sisi ya kwamba ninyi hamwezi kufanya jambo lolote pasipo mimi. Maana kama yeye aliomba akakabidhi maisha yake mikononi mwa Mungu 100%, vivyo hivyo na sisi inatupasa tu hivi. Haleluya. Kwa nini nakwambia aliyakabidhi maisha kwa Mungu 100%? Unajua muombaji apigani vita. Haleluya. Muombaji anaufunua unyonge mbele za Mungu ili Mungu adhihirishe nguvu zake kwenye hilo tatizo analopitia. Na ndio maana ukifanya vita na muombaji, hautashughulika na yeye, utashughulika na Mungu. Kwa sababu hata utakapomkwaza au utakapomfanyia kitu kibaya, yeye hatashindana na wewe, atakimbilia kupiga magoti, kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Ayubu aliishi maisha ya uombaji. Hata alipopatikana na matatizo, shetani alipopata nafasi, hakukimbilia kulaumu, no, alikimbilia kuomba. Na ndio maana Mungu akampa zaidi ya vile alivyokuwa navyo. Kwa muombaji hana nguvu za kimwili. Muombaji anategemea nguvu za Mungu zimsaidie ulimwengu wa roho. Na ndio maana Biblia inasema katika Kutoka 14:14 ya kwamba ninyi mtanyamaza, Bwana atawapigania. Kunyamaza ambako Biblia inasema haina maana uwe mjinga. Muombaji ni mtu aliyenyamaza mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mtu aliyenyamaza? Kwa sababu hana mashindano. Umemkwaza na kimbilia kwenye maombi. Huyo ni mtu aliyenyamaza mbele za nani? Za Mungu. Mungu lazima ampiganie. Kwa hiyo hapa nataka tujifunze, tunayaangalia maisha ya Yesu alivyokuwa katika mwili, kwa sababu ana vigezo vyote vya kufanana na wewe au wewe kufanana na yeye. Alizaliwa miezi 9 kama wewe. Mama yake alipitia uchungu kama mama yako. Bwana Yesu apewe sifa. Alipitia hali ya utoto na kukua kama wewe ulivyokuwa. Haleluya. Lakini nini ambacho kilimpa ushindi? Nataka tujifunze tupate kuelewa maisha ya Yesu na maombi na maisha ya Yesu. Kwa unapozungumzia maisha ya Mkristo,
hauwezi ukayatenga na maombi. Ukiyatenga maisha na maombi, maisha hayawezi kukuletea matokeo, wala huwezi ukaishi. Lazima adui atakuweza. Haleluya! Na kama unaomba, unatakiwa uishi. Hiyo ndio njia ya kumzuia adui. Sema power. Sema power. Sema power. Sasa nataka tu muangalie Yesu. Hakuomba kipindi ambacho mambo ni mazuri tu. No. Aliomba hata kipindi ambacho mambo ni mabaya. Lakini leo tuna Wakristo ambao wanapata nguvu ya kuomba kipindi mambo ni mazuri na wanaacha kuomba kipindi ambacho mambo ni mabaya. Wakati Mungu anakutaka katika hali zote akuone kwenye maombi. Yaani kuwe na sherehe, kuwe na misiba, Mungu anatamani katika hali zote akuone kwenye maombi. Angalia Mathayo 26 ule mstari wa 39. Leo Mungu anasema rejesha hali za watu kimaombi. Wengi wako nyuma, wanatakiwa warejee. Mathayo 26 ule mstari wa 39. Amina. Ndiyo. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Akaendelea mbele kidogo. Akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifurifuri. Akaanguka kifurifuri. Akaomba. Akaomba. Akisema. Baba yangu. Ikiwezekana. Kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama mimi nitakavyo. Mimi. Bali kama utakavyo wewe. Haleluya. Amen. Angalia hiyo nguvu ya muombaji. Yupo kwenye kipindi ambacho anaona matatizo yamekaribia. Alafu anasema Mungu, si kama mimi nitakavyo, bali kama utakavyo wewe. Ikiwezekana. Sikulazimishi, ikiwezekana. Yaani ni kama wewe kesho unaona kabisa kuna jambo baya linakujia. Alafu unaingia kuomba, angalia hii hekima, Mungu hawezi akakuacha. Hakuingia kwamba Bwana nafunga, na haribu, na zuia, na kataa, na rejesha mimi, yasinipate mimi. No. Alitaka kutafuta mapenzi ya Mungu ni yapi katika hilo tatizo linalomjia. Kitu ambacho leo Wakristo wengi hawana. Haleluya. Kwa sababu Mungu anaweza akaruhusu tatizo lije kwako. Watu wameclaim kwamba matatizo yote ni shetani. No. Kuna wakati Mungu anampa shetani kabisa nafasi akuletee tatizo ili akutoe mahali akupeleke mahali. Yaani Mungu kabisa anaweza karuhusu hata wachawi. Mimi Mungu aliruhusu wachawi wao wananikaba kweli. Walikuwa wananitesa kweli. Ili nitoke kwenye upagani niende kwenye kuokoka. Ni Mungu aliruhusu. Kwa nini najua ni Mungu aliruhusu? Hapa nilipo leo ndipo alipokuwa anataka niwepo. Amen. Maana kuna matatizo yanakuja ili kukutoa mahali ulipo ya kupeleke mahali pengine. Kweli. Sasa Wakristo wengi huwa hawajui hilo. Kila kinachokuja kwa sura ya ubaya, wewe unaweza ukafikiri kwamba Mungu hajaruhusu, ni shetani. No, Yesu anasema ikiwezekana. Chukulia ni wewe unakufa kesho. Yuda anakusaliti, umeshajua kabisa. Alafu naambia Baba, ikiwezekana. Wewe ungeombaje kama ni Yesu? Siri siku 3. Alafu Mungu anakuambia bado litakupata tu. Kuna mambo huwa tunaomba, mimi huwa nafunga na kufunga. Naambia Mungu, naomba nisinipate. Kuna mambo yamenipata, sio kwamba sikuomba. Niliomba, lakini nikaja kugundua kwa nini Mungu aliruhusu haya mambo yanipate, na ili hali niliomba. Mahali nilipo leo ndio najua hii ilikuwa ni daraja. Tatizo lolote lisilokuingiza kwenye dhambi ni daraja la kukuvusha, kukupeleka upande wa pili. Amen. Ndio maana anasema mjadiliwapo msitende dhambi. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kama ikiwezekana, kikombe hiki ambacho ndani yake kuna mauti, ndani yake kuna kukaa siku 3 kabla, ndani yake kuna kupigwa misumari, ndani yake kuna kuchomwa, ndani yake kuna kutemewa mate, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo, bali mapenzi yako. Ni ukomavu eneo la maombi ambao leo nataka tujifunze.
Wangapi hapa kuna mambo mmaitaka yasiwatokee pamoja kwa mliomba na yakatokea? Yaani Mungu anakuonyesha ndoto, unaona kabisa, alafu unasema hii nimelivunja, nimeliharibu, alafu nakuta linatokea. Wangapi? Unafikiri Mungu hakusikia maombi? Hakusikia? Mungu anasikia maombi. Alisikia, lakini aliruhusu hilo jaribu lije, ili kuna mahali ukutane wewe na yeye. Hapa Mungu alikuwa na mission na Yesu ya kwamba mimi na wewe tutakutana siku ya tatu unapofufuka na wokovu wote tayari umeenea. Maana kuna mahali Mungu anaweza kataka kukutana na wewe, utapita kwenye matatizo. Hiyo ndio njia ya kukutana mahali ambapo Mungu ana appointment na wewe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa ukiona unaombea jambo na linatokea, wengi wanasema Mungu hakunisikia maombi, au yamkini niliomba vibaya. No, unaweza ukaomba vizuri na Mungu akaruhusu hilo jambo likupata. Sasa Yesu anatufundisha hapa kwamba pamoja na ukubwa wa tatizo linalomjia mbele, lakini anasema sio kama nitakavyo. Ndio. Of course hamna mtu anataka hapa matatizo ya upande wake. Haleluya. Amen. Hakuna mtu anataka aibu, magonjwa na vitu vingine viwe upande wake. Nimekuambia cha msingi cha kuwa makini. Kama umejaribiwa, umetenda dhambi, hivyo ni wewe utakavyo, sio Mungu atakavyo. Amina. Ila ukijaribiwa usipotenda dhambi na ukaona jambo limekupata, hivyo ni Mungu anavyotaka, sio wewe unavyotaka. Amen. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Sio kama kuna mtu ufahamu wake unakoma. Amen. Haleluya. Amina. Sio kama kuna mtu ufahamu wake unakoma. Kuna jambo fulani niliota kwenye ndoto, nikaamka saa 9 usiku. Nikaomba karibia mpaka saa 11. Alafu nimeomba bado ndani naona kabisa Mungu anasema nimekusikia, lakini hili linatokea. Asubuhi nikasema nafunga, sinywi chai. Nimekaa asubuhi nasikia roho inaniambia kunywa chai. Hata ukifunga ili ni mapenzi yangu. Nikaingia jikoni, nikapiga maandazi matatu. Nikapiga na chai. Nimeondoka na nungunika, nimetoka nyumbani. Kwa nini jambo hili? Mbona likinipata sio uzuri? Mungu anasema hili linakupata. Aliyemruhusu shetani akakutana naye akamwambia nenda akamguse Ayubu nje, usimguse ndani. Alikuwa ni shetani, ni Mungu? Ni Mungu. Ni Mungu. Alikuwa ni shetani, ni Mungu? Ni Mungu. Ndio maana anasema yeye achunguziki. Umetoka wapi shetani? Nimetoka kuzunguka. Umekutana na mwanangu Ayubu. Shetani alikuwa na mpango na Ayubu. Alikuwa na mpango na Ayubu kabisa. Shetani anasema ndio nimekutana naye. Unamwonaje mtu mkamilifu? Amejitoa kwangu kikamilifu. Anasema kwa sababu umemzingira sana, ondoa ulinzi wako uone kama atakuabudu. Anakuabudu kwa sababu umemwekea ulinzi. Kwa hapo aliyetoa sababu ya Ayubu kuguswa sio shetani. Shetani hakusema Mungu, ninaomba nikamguse Ayubu. No. Mungu anasema umemuona mwanangu Ayubu. Kwa kuna sababu nyingine matatizo yanaweza kukupata, ni Mungu mwenyewe ameruhusu. Shetani anapokuja, utajuaje kwa Mungu ameruhusu hili tatizo? Linaweza likakupiga nje, lakini ndani linakuimarisha. Hilo ni tatizo ambalo Mungu ameliruhusu. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Na ndio maana Daudi anasema katika mambo yote nalimuona nani? Bwana. Hiyo ni silaha. Katika mambo yote nalimuona Bwana. Msisahau Daudi ni alizini na mke wa Uria. Lakini katika hilo jambo pia alimuona nani? Bwana. Haleluya. Sasa usiseme wewe uende ukazini useme nalimuona Bwana. No, utapigwa. Kwa sababu zama zile za ujinga Mungu alijifanya haoni, lakini sasa ameagiza watu wafanyaje? Watubu. Amina. Haleluya. Nachotaka kukusafisha kwenye ufahamu wako, nataka nikuondoe kwenye hali ambayo unamtaja shetani mara nyingi kuliko Mungu. Amina. Yaani kila ukiona jambo, shetani. No. Unatakiwa uame sasa, upokee neema ya kumtaja Mungu mara nyingi. Ikiwezekana shetani asitajwe kwenye kinywa chako. Amen. Yaani hata katika hili naamini Bwana yuko pamoja na mimi. Hata katika hili namuona Mungu. Hata katika lile namuona Mungu. La jana, la leo na la kesho, mimi bado nitamuona Mungu. Kwa sababu macho ya Daudi hakuruhusu yeye kumuona shetani. Ndivyo ambavyo unatakiwa usiruhusu macho yako kumuona shetani. Amen, amen, amen. Haleluya. Kwa hana sura nzuri ya kuweza kupendeza machoni pako. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya.
si kama nitakavyo, bali mapenzi yako. Okay, hapo anaingia kwenye tatizo. Yesu anaomba hivyo. Sasa angalia, asante Roho Bwana. Angalia Luka 23:46. Nataka nikufundishe kitu uelewe. Ukielewa itakusaidia, na shetani atapungua kabisa au kuisha ndani ya moyo wako, na Mungu ataongezeka. Yohana anasema mimi nipungue, wewe uongezeke. Luka 23:46 anasema, Luka 23:46. Ndiyo. Neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema, Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu. Akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hapo yuko msalabani, anajua kabisa kule nilisema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, sio kama nitakavyo, bali wewe utakavyo. Lakini alivyoona kile kikombe akiwezi kumwepuka, hapa anakufa, anakata roho, akalia kwa sauti kuu. Lakini ile sauti haikumfanya aone Mungu kuwa hafai. Pamoja kulia kwa sauti kuu, anamuona Mungu kuwa ni kila kitu kwenye maisha. Amen. Anasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa sababu umeruhusu initoke, haujazuia hichi kikombe kiwe mbali na mimi. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Ungefanyaje wewe mpaka umemuomba Mungu? Na hapa alikuwa mlimani, akaenda kifudifudi, akaanguka, akaomba mpaka jasho ikageuka kama matone ya damu, alafu Mungu amesimamia msimamo wake ule ule ya kwamba wewe lazima ufe, lazima ufe. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Mikononi mwako naiweka, kwa sababu kuniepusha na hili haiwezekani. Roho yangu naiweka mikononi mwako, naiweka roho yangu. Kwa sababu yale maombi niliyokuomba kule mpaka nikaanguka kifudifudi, Bwana ulikataa kunijibu. Lakini hata kama umekataa, bado wewe ni Mungu. Hata kama umeruhusu ndoa yangu ivunjike, bado wewe ni Mungu. Hata kama umeruhusu magonjwa kwenye familia, bado wewe ni Mungu. Hata kama umeruhusu hasara kwenye biashara, bado wewe ni Mungu. Hata kama biashara hii inakufa, bado mimi najiweka mikononi mwako. Hata kama familia hii inanisumbua, bado najiweka mikononi mwako. Hata kama nimekosa msaada, umeshindwa kunijibu, bado mwisho wangu nataka ulete maana mimi niwe na wewe. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Leo watu wengi wanamlaumu, na ndio imekuwa sababu ya watu kuzurura, kuhangaika na hali za kimaisha na mambo mengine. Kwa nini? Kwa sababu wanafikiri Mungu sio Mungu anapopitia shida. Mungu ni Mungu anapokupa furaha. Mungu ni Mungu anapokupa huzuni. Mungu ni Mungu anapokupa chakula. Mungu ni Mungu anapokulaza njaa. Wewe unachotakiwa kujua ni kimoja tu, ya kwamba yeye ni yule jana, leo na hata kesho. Acha hali zibadilike, yeye ni yule yule, na mimi nitamtazama kama anavyojitambulisha, kama anavyojiintroduce, ya kwamba mimi ni yule leo, jana na hata milele. Haleluya! Ndio maana Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Watu wanasema kuna Mungu, mambo yanavyoenda vizuri. Mambo yakienda vibaya, inawezekana huko hapa na ulishawahi kuamini kwamba Mungu hakuna. Maombi yalimfanya Mungu amtazame popote alipo, na ndivyo ilivyo hata leo. Mtu yoyote muombaji, Mungu atakutazama. Hata wangekuweka chini kabisa kwenye giza, wakakufukia huko kwenye shimo, ukiwa unaomba Mungu, macho yake hayazuiliki na chochote. Kwa jicho la Bwana hutazama waombaji. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukiacha kuomba, umeacha kunyenyekea. Ukiacha kuomba, umeacha kutegemea. Ukiacha kuomba, umeinua kiburi mbele za Mungu. Ukiacha kuomba, maana umejitambulisha kwa Mungu kwamba mimi sio mhitaji. Lakini ili hali tunapumua, sisi ni wahitaji wa kila siku. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hebu sema napokea upako. Sema napokea upako wa kumtambua Mungu kuwa ni baba yangu majira yote, nyakati zote. Napokea upako wa kumtambua Mungu kuwa ni baba yangu majira yote, nyakati zote.
Mwanangu mmoja alipiga, baba niombee Mungu mimi ameniacha. Kama amekuacha. Amekuachaje? Mtoto hatoki. Miezi imeisha. Ni Mungu ameniacha. Unajua kweli, niwaambie kitu. Shetani anajua sheria. Ndio maana Biblia inamuita mshtaki. Inamuita mshtaki. Anawashtaki watu kupitia maneno yao. Na anashindwa kuwashtaki watu kupitia maneno yao. Yaani ngoja nikupe mfano. Ikitokea leo mtu ameua au ameiba, wakampeleka mahakamani, akasimama kizimbani, hakimu akauliza, umeua? Akisema sijaua, kesi inaahirishwa. Anarudi tena, wanatafuta shahidi mwingine. Akija shahidi mwingine akisema sijaua, kesi inaahirishwa. Anarudishwa rumande, wanatafuta shahidi mwingine. Akisema sijaua, kesi inaweza ikahukumiwa hata mwaka mzima. Kila anaposema sijaua, hawamfungi. Watamfunga siku atakaposema ni kweli nimeua. Ndio malango ya gereza yanafunguka, mtu huyu anaingia gerezani. Kwa kinachomuingiza gerezani ni ukiri ya kwamba kweli nimeua. Na ndio leo wana wa Mungu, kinachowaingiza kwenye matatizo ni ukiri. Unaposema mimi sijui kama nitafanikiwa, tayari umeingia gereza la watu ambao hawataki kufanikiwa. Unaposema mimi hii ndoa ni kama itavunjika kwa matatizo haya, itavunjika, sijui kama itadumu, tayari umeingizwa kwenye watu walioachana, hata kama mnalala pamoja na huyo mwanaume. Unaposema mimi sijui kama nitapona kwenye huu ugonjwa, tayari unaingizwa kwenye watu waliokufa, hata kama uko hospitali. Ulimwengu wa tayari hati inatoka kwamba huyu ni halali ya shetani. Ndio sababu kuna mtu mmoja alikufa, alafu wakati wametoa pale mike, alipita rafiki yake mmoja, wakampa nafasi ya ongea. Akasema nimegundua kwamba hapa duniani sisi hatuna muda mrefu. Alikaa wiki 2 na alikufa. Kwa nini Biblia inasema ombeni bila kukoma? Mungu anataka vinywa vyetu vitumike sana kwenye maombi ili kuzuia visitamke maneno ambayo shetani atapata nafasi. Kuna vitu vinakung'ang'ania kwa sababu ulimwengu wa roho unaingia gerezani kwa njia ya kinywa. Ndio maana Biblia inasema walimfuata Yesu kwa yule mwanamke aliyezini ili wapate kumtega anase kwa kinywa chake. Yesu kwa sababu alikuwa na ufahamu, akajibu majibu ambayo hayatamuingiza yeye kuwa mfungwa kwa njia ya maneno. Akasema ambaye hajawahi kutenda dhambi. Ukisoma maandiko, Biblia inasema walimwendea Yesu ili wapate kumtega, kumjaribu kwa njia ya maneno, waone atakalolisema juu ya hilo. Kwa ukiacha kuomba, kinywa chako kitatumika kukulaani wewe mwenyewe. Na unapokuwa muombaji, kinywa chako kitatumika kukubariki wewe mwenyewe. Kwa sababu mwenye jukumu la kujibariki ni wewe, na mwenye jukumu la kujilani ni wewe mwenyewe. Usipokuwa na maarifa, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Chochote ambacho wewe unakiri hakiwezekani, kweli kwako hakitawezekana. Anasema aaminie. Aaminie, niliwaambia Jumapili, akai kimya anatamka. Anayeamini na kutamka ametoka mautini ameingia uzimani. Yaani hata kama anaumwa, akiamini atatamka ya kwamba sitakufa, nitaishi. Tayari ulimwengu wa roho mtoe kwenye gereza huyo haraka. Huyo hataki kufa, anatakiwa kuishi. Kilichomfanya aingie kwenye hali ya kuishi ni lile neno sitakufa bali nitaishi. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Haleluya. Kwa Yesu Kristo, maisha ya Yesu na maombi. Ndio maana Yesu hata mambo ambayo watu waliona hayawezekani, yeye aliona yanawezekana. Na yaliwezekana. Sasa kinywa cha Yesu, mfuatilie, soma Injili. Yesu hajawahi kujilaani. Kila alipotamka, kwanza alikuwa na maneno machache. Anasema yanayozidi yanatoka kwa nani? Kwa shetani. Yesu alikuwa na maneno machache. Anasema ndio yenu na iwe ndio. Na hii ni silaha ya kusaidia. Na sio yenu na iwe sio. Hayo maneno yanayozidi yanatoka kwa nani? Kwa shetani. Kwa shetani anatoa maneno yanayozidi. Hiyo ya kwamba hii hali siwezi kupona ni maneno yaliyozidi. Yaliyotoka kwa nani? Kwa shetani. Unampa ubalani. Kwa unapokuwa muombaji, automatically hekima inatengenezeka. Na Mungu anakuwekea uangojezi kwenye kinywa chako
Daudi anasema niletee mlinzi wa kinywa, weka mngojezi wa maneno yangu. Yaani kuna malaika anayengojea maneno kwamba Daudi hili lisitoke, hili litoke. Lakini haiwezi kuwa kwa kila mtu. Hii inakuwa kwa muombaji. Leo hii kuna ndoa watu wanaishi lakini wameshaachana. Wewe usione tu wanaamka wako pamoja, kuna maneno ambayo waliyatamka tayari ile ndoa imevunjika. Unapoona ndoa inavunjika leo, wewe unaiona leo, inawezekana ilivunjika hata miaka 10 nyuma. Nilikosea kuoa. Yaani ningechua, ningemuoa fulani. Ulimwengu wa roho wanaandika huyu sio mke wake, kwa anatakiwa aondoke. Lakini muombaji ana stamina hata ya kusamehe. Yaani unapozungumzia mtu anayeweza kusamehe, lazima awe muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako jitamkie vizuri ili uwe vizuri. Mwambie njia mojawapo ya kukufanya ujitamkie vizuri ni kuwa muombaji mzuri. Haleluya. Sema power. Sema power. Okay, tunaangalia maisha ya Yesu na maombi. Yesu aliomba usiku kucha. Usiku kucha. Soma Luka 6:12. Wewe ambaye ulikuwa muombaji na umeacha kuomba, Mungu ainue roho yako. Mungu akuinue. Usiku kucha. Ni kiasi gani alikuwa na kiu? Baba yake amsikie. Anasemaje Luka 6:12? Luka 6:12. Ndio. Neno la Bwana anasema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha. Katika kumwomba Mungu. Mungu. Akakesha usiku kucha katika kumwomba nani? Aliyokuwa naye baba yake amsikie. Maana kama aliomba masaa mawili, baba anisikia, akaongeza la 3, akaongeza la 4, akakesha usiku kucha akimuomba Mungu. Na watu wengi wanafikiri ninapozungumzia maombi, hasa mbona mimi siwezi kuomba? Unafikiri kuomba ni maneno mengi. Maneno mengi inawezekana ikawa sio maombi. Yaani hata kama usiku kucha ukawa unasema baba nikumbuke, baba nifunike, baba usiniache, Yesu nikutumikie. Usiku kucha damu yako inene mema kwenye maisha yangu, nijaze nguvu za kukutumikia. Yesu usiniache. Ukarudia maneno hayo 6 usiku kucha. Umeomba. Usifikia atakayesema rika baba ndiye ameomba. No. Kuna juhudi za kimwili na juhudi za kiroho. Ni vitu viwili tofauti. Akakesha usiku akimuomba Mungu. Sasa wewe, tumeanza huu mwezi wa tunaingia wa 5. Si ndio? Tangu mwezi wa kwanza. Angalia wewe, achana na usiku kucha. Hata ni lini basi umeomba saa 9 usiku? Ukaamka kwamba saa 9 hii ninakaa na Mungu hadi saa 11. Haya masaa mawili mimi silali. Kwa sababu kinachosababisha mahusiano yetu na Mungu ya dumu ni kiu. Kiu ulionayo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kiu ulionayo. Ni kama jogoo akiwa na kiu na tetea. Unaona anavyomkimbiza? Anamkimbiza. Siku moja walikimbia mpaka waliingia nyumbani mwangu. Sebuleni kwa amwachi. Nitachoka lakini mpaka nimpate. Sasa wewe Mkristo unatakiwa uwe na hiyo hali ulimwengu wa roho. Nitachoka mwili kwenye maombi lakini mpaka nimpate Yesu. Sasa nikimpata afadhali imeonekana. Na furaha yetu ni kumuona Yesu kwenye maisha yetu. Ni kumsikia anasema juu ya hali zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unamhitaji Yesu aseme iwe kwenye hali nzuri au mbaya. Wengi wanafikiri wanamhitaji Yesu aseme kwenye hali nzuri tu. No. Au kwenye hali mbaya. No. Katika hali zote Yesu anatakiwa aseme juu ya maisha yako. 16. Amina. Neno la Bwana nasema. Ndio. Lakini yeye alikuwa akijiepua. Akaenda mahali pasipokuwa na watu. Akaomba.
Haleluya. Akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Alikuwa anahitaji utulivu wa Mungu kumsikia na yeye kumsikia Mungu na Mungu kumsikia yeye. Akajitenga, akaenda mahali pasipokuwa na watu. Sasa wewe kila ukiomba, labda ni hapa Ijumaa, sawa, ukiwa nyumbani huombi, hujawahi hata kujitenga. Watu wapo kwenye simu yako, usiseme nimewatenga kimwili, mbona wako mbali. Utashangaa simu inaita shangazi, uko nile ndaga video bibi, uko fiki fiki bibi, fiki baba kwa jina Yesu, baba kwa jina Yesu. Mjomba tena nikutumie kwenye namba hii, nitumie hii inakuja jina Sabina Swalo, ndio hii ndio hiyo, asante ubarikiwe baba kwa jina Yesu. Wewe hujajitenga, wewe bado uko mahali penye watu, simu yako inazimwa. Juzi nimeenda mlimani na wanangu kwenye maombi. Nimefika kule sasa, lao wakatupiga picha. Sasa jioni nimerudi nyumbani. Ndio Mungu alitaka kunifundisha kitu. Nikajikuta natakiwa ile picha, ngoja niipost Facebook, nikaipost Facebook. Nikasema tumeacha vyote, tumekufuata Yesu. Wewe, nimepost jioni, asubuhi naamka ile picha wameangalia watu 11,000. Haijawahi tokea miaka yote tangu nimemiliki smartphone. 11,000 ndani ya masaa. Maana nikajua upako wa mlimani sio mchezo. 11,000 haina maajabu. Tumekaa tu tunasoma Biblia, lakini watu 11,000. Nikaona sasa, okay, wewe mpendwa, lini unajitenga? Umewahi kujitenga wewe? Achana na kwamba nani tuingie kwenye maombi, tufungie pomwaya. Unafunga masaa 12 kwa sababu kuna mwingine naye amefunga kama wewe. Lakini wewe peke yako huwezi kuona wewe. Haleluya. Haleluya. Akajitenga, akaenda mahali pasipokuwa na watu. Manake watu ndio kizuizi cha mtu kumsikia Mungu. Bwana sifiwe. Hilo Yesu alilifahamu, akajitenga. Mwambie jirani, jifunze kujitenga mahali penye watu. Nenda mbali kwa ajili ya mahusiano yako wewe na Mungu. Kama ambavyo binti anajitenga na wazazi, anaenda mahali ambapo mchumba yupo, ambapo hayuko ba mdogo. Sasa hii ni hekima ya kibinadamu ya kijinga. Chukua hii ya kimungu. Jitenge. Jitenge. Na watu kwa sababu hawana muda na Yesu, kujitenga kwao ni swala gumu. Ukimwambia ajitenge, angalia wana wa ufalme wa giza, anaweza akajitenga akashinda ndani, kwa sababu kuna joka ameambiwa atamtendea hela, anashinda ndani. Mmoja kule Tunduma wanasema alikuwa anakufa siku 3. Anaenda makaburini na mke wake, anaambia mke wake rudi, ondoka. Wanaenda na gari, ni tajiri pale Tunduma. Ilikuwa ni miaka ya nyuma sana. Akienda kwa makaburini kule analala hivi. Akilala hivi usiku huo wote, anaambia mke wake uje uniamshe asubuhi. Huyo usiku wote amelala pale, anakuwa amekufa kabisa. Wanasema siku moja watu asubuhi mke wake anapoenda kumwangalia, na watu walikuwa wamewaiwai, ndio wanamwona, mbona kama amekufa? Mbona kama amekufa? Kwa sababu watu walimuona mission ikaharibika, ndio akafa. Kwa mke alitakiwa awe anawahi muda ule. Vitu vinapatikana ndani ya agano. Agano lako na Mungu litakufanya ujitenge. Na unapojitenga kwa ajili ya Mungu, Mungu ana vitu vyako vizuri ambavyo amekuandalia, atakupa. Moja ya kitu hicho kizuri ni kukufanya uwe na afya miaka yako yote na kukupa uzima wa milele. Kukufanya usiwe mtu wa masumbufu. Akajitenga, akaenda mahali ambapo hapana watu. Lini wewe umejitenga tangu unaanza huu mwaka? Ukaenda mahali ambapo hapana watu kwa ajili ya Mungu. Ndio maana mimi naendaga mlimani kule. Na Yesu alikuwa anajitenga na kina Petro, akiona vipi anawaacha kina Petro hapa, anaenda tena mbali kiasi cha kurusha jiwe, ndiye anaenda anakaa kule peke yake. Kuna wakati Mungu hatasema ukiwa na rafiki zako. Kuna wakati Mungu anakuhitaji uwe peke yako ndio aseme na wewe. Kwa kuna wakati wewe mwenyewe kwa kukosa maarifa unazuia sauti ya Mungu kusema na wewe. Mungu ana kanuni. Hawezi akasema na wewe katikati ya watu. Kuna muda anataka ujitenge. Kwa angalia ni watu wangapi leo wanapishana na sauti au maagizo ya Mungu kwa kukataa kujitenga. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya.
wanatengwa tu wakifunga harusi. Honeymoon wapi? Hawa watengwe wakakae wiki 3 waende Zanzibar, ndio unashangilia wametengwa na watu. Lakini uchawi wa wale watu ambao wamewaloga kwenye ugumbi unaenda nao Zanzibar, kwamba hao watakaa miaka 3 wataacha. Jifunze na pokea upako wa kujitenga kwa ajili ya Mungu. Haleluya! Upako wa kujitenga kwa ajili ya Mungu. Kuna wakati jiachie kabisa. Zima simu. Nenda mbali. Tafute Mungu. Maisha yangu yalikuwa ya kwenda mlimani. Nilianza kwenda saa 11 peke yangu. Hapo mimi sio mchungaji. Natoka saa 11 napandisha mlimani peke yangu. Nilikuwa napigwa na jua. Asubuhi angalau napigwa na jua. Nafuu inakuja saa 9. Namuomba Mungu. Sasa sijui hata kama nitakuwa mchungaji, lakini Mungu alinipa maisha ya kujitenga. Najitenga kabisa. Na nikiwa huko napata amani. Nagundua kwa nini Petro alisema, Baba, tujenge vibanda hapa 3. Na kujitenga kutakufanya ufeel uwepo wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Mnakaa sana mahali penye makwazo na ndio maana mnakwazika. Hiyo jiwekee ratiba kwenye maisha yako. Kwamba kuna wakati nafunga ofisi, naacha faida, najitenga, namtafuta Mungu. Naenda wapi? Kanisani watu wanaingiaga. Naenda wapi? Nyumbani kwangu kuna chumba ambacho ninalala. Nitafunga mlango wa chumbani, nitafunga mlango wa sebuleni, nitakaa chumbani. Napozungumzia kujitenga, hata kama utakuwa hauombi muda mwingi, kaa hata muda mwingi kumsikiliza Mungu. Baba, sema juu ya hali yangu. Sema kitu juu ya maisha. Sema Mungu kitu juu ya maisha. Simu imezimwa, unamlilia Mungu. Wengi wao wanalia kwa ajili ya mapenzi. Lini umemlilia Mungu? Mke wako akikufanyia manjunjunju kidogo, ndio hii mimi. Mke au mume ndio utalia, au mtoto utalia. Lini umelia kwa ajili ya Mungu ukiwa peke yako? Lini? Haleluya. Bwana asifiwe. Siku moja nilikuwa na maombi hapa madhabahuni usiku. Nilimlilia sana. Kakuta machozi yanatoka. Mpaka usingizi ukanichukua. Alafu Mungu anasema napenda hivyo mwanangu. Napenda hivyo. Haleluya. Mwambie jirani acha kulilia mahusiano. Mahusiano yako na watu. Anza kulilia mahusiano yako na Mungu. Itakusaidia. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Na wafundisha maisha ya Yesu na maombi. Maisha ya Yesu na maombi. Alitenga. Yesu aliomba maombi ya alfajiri. Alfajiri. Mapema kabisa. Marko 1:35. Marko 1:35. Amina. Aha. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Hata alfajiri na mapema. Hata alfajiri na mapema. Sana. Akaondoka. Akaenda zake. Mahali pasipokuwa na watu. Akaomba huko. Alfajiri na mapema sana. Akatoka. Akaondoka. Yaani kama zaidi tuseme saa 10 usiku, saa 10 au saa 9. Unatoka nyumbani kwako, unaondoka, unaenda mlimani au kanisani, kwamba mchungaji, naomba fungue kanisani. Leo nitakuwa na maombi saa 9 usiku. Alafu unatoka unatembea, unaenda kuomba. Mungu anakulinda njiani, lakini anaiona nia ulionayo na Mungu atakujibu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hapo tunazungumzia habari ya Yesu. Alfajiri na mapema sana. Wewe sasa, okay, unaweza ukatoka alfajiri na mapema sana kwenye kitanda chako, ukaenda sebuleni, ukaomba, umetoka. Usije ukasema eti naombea kitandani, hata kama nimeota ndoto mbaya, naamka kitandani nakaa baba amen. No. Akatoka. Jifunze kutoka hata kwenye kitanda basi. Kama uwezi kwenda milimani, toka kwenye kitanda, nenda sebuleni. Yaani kitendo kile cha kutoka
kuna namna Mungu anaona umedhamiria na kuna namna adui anashindwa kukuzuia. Haleluya. Sasa wangapi hapa mnaomba alfajiri na mapema? Unajua faida ya maombi ya alfajiri? Haleluya. Wengi wenu hamjui faida ya maombi ya alfajiri na mapema. Hebu nikufungulie andiko uone faida za kuomba alfajiri na mapema. Haleluya. Angalia Zaburi 5 mstari wa 3. Faida za kuomba alfajiri na mapema. Yaani unaamka saa 10, saa 11 unaomba. Alafu ukipumzika kidogo hata saa 1 ndio unaenda kazini. Kwa hiyo nikuonyeshe faida. Anasemaje? Neno la Bwana linasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu. Asubuhi utaisikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia dua yangu. Asubuhi nitakupangia dua yangu. Na kutazamia. Daudi anasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia maombi yangu na kutazamia. Maana wakati naenda kazini nitakuwa nafanya kazi huku na kutazamia kwa yale niliyoyaomba. Kwa uwezi ukatarajia kupata au ukasema natazamia kama ukuomba alfajiri na mapema. Asubuhi utaisikia sauti yangu, nitakupangia maombi yangu. Unaamka saa 9 au saa 10, unapanga maombi yako ya kwamba Baba, ninaomba hii siku ya leo kusiwe na matatizo, kusiwe na magonjwa, kusiwe na mauti, kusiwe na laana, kusiwe na mikosi, kusiwe na taarifa yoyote iliyo mbaya. Lakini hii siku wema na fadhili zako vinifuate. Hii siku natazamia maisha yangu kubadilika. Bwana nisaidie, tembea na mimi. Alafu hapa asubuhi panapokucha, wewe unabaki kwenye kutazamia. Kwa nini? Kwa sababu uliandaa siku kwa njia ya maombi. Kwa kama uiandai siku, usitazamie, huwezi kupata ambacho hujakiandaa. Haleluya. Asubuhi utaisikia sauti na nitakupangia dua. Unaposikia, hata kama ulikuwa na mambo magumu, wewe mpangie Mungu, alafu tazamia katika yale magumu niliyokuwa nayo, lipi Mungu amelipangua. Hayo siku haiwezi kaisha hivi hivi. Lazima hiyo siku iwe na matokeo. Lakini kama unalala ni saa 2, alafu unatazamia, hakuna mtu atakuandalia. Haleluya. Haleluya. Okay. Lala saa 3. Amka saa 10. Fanya hivyo zoezi hili hata wiki hutaacha. Leo nimejilaumu sana. Wakati asubuhi naamka, nimejilaumu sana. Nilikuwa nimelala, mimi nikaota ndoto mimi mwenyewe. Nilipoota ndoto nikaona tumepanda kama haisi. Tumepanda ile haisi, eti dereva ghafla akawa hayupo kwenye usukani. Hayupo kwenye usukani, alafu ile gari inaenda taratibu, alafu mbele kama kuna gari aina ya Prado, ilikuwa kama Prado au Nissan. Ile gari ikaenda ikasimama. Mimi nikawa nimeshuka na mpira, nikawa na upiga huku natembea. Tena nimeona mitaya stendi ya Tukuru. Napita naenda. Maana ile gari ilienda ikasimama yenyewe. Sasa nimetoka, sikuomba vizuri. Nimeomba pale, nimemshukuru Mungu. Napozungumza sikuomba vizuri. Kuomba vizuri ni kuamka muda wa tukio. Usiseme asubuhi ndio nimeomba, nimezuia ile ndoto. Kuomba vizuri ni kuamka muda wa nini? Wa tukio. Yaani muda ule ule ambao wachawi wanapanga jambo. Ukiona ndoto ukaamka, wewe umeomba vizuri. Sasa ulimwengu wa roho ni dhahiri. Wakati wao wanasema ndio, wewe unasema hapana. Muda ule ule umeomba vizuri. Ndio maana wengi wanaamka asubuhi na kupangua mapando na bado shetani anafanikiwa. Sasa sikuelewa hata maana ile ndoto. Sikuelewa. Lakini asubuhi nilipoamka nikasema Mungu, naomba kama kuna jambo baya lisitokee. Nimetoka naenda kwa kaka yangu mkubwa hapo kwenye kona kibao cha koka. Nafika maeneo fulani, mama ananipigia simu. Halo, za asubuhi. Kwanza alipiga simu sikuiona. Nimekuja kuona simu kwa sababu ilala charge. Nampigia, umeamkaje? Anasema salama. Wajukuu wangu wazima. Naambia wazima. Hasa nasikia kuna ajali imetokea hapo Kalme Limalisho. Kuna mtoto amekufa wa darasa la 3. Kwa hiyo nimeona nipige kwa Julia hali. Nikamwambia mama, tunashukuru Mungu, sisi tunaendelea vizuri. Nimefika kwa kaka, nimekaa, shemeji ananiambia kuna gari tena imeanguka hapo. Kibao cha koka, limebeba makaa ya mawe.
Mtu wa bodaboda ameruka, bodaboda imeingia chini ya lile gari. Kwa ile bodaboda ndio imeenda kuwa breki ya lile gari, limeenda kupaki, limemwaga makaa ambayo katikati ya barabara. Sasa nakuja kujiuliza, wakati mwingine nikagundua Mungu anaweza akaleta ndoto ni njia ya Mungu kusema na wewe kwa njia ya picha. Sasa anaweza akasema na usimuelewe, ukiomba utamuelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Anasema watu wangu ni wajinga kwa sababu wanaota ndoto alafu wanalala. Wanaota ndoto alafu muulize jirani yako, umewahi kuota ndoto ukalala? Yeye unaona kabisa hii ni mbaya, ambayo asubuhi unaona kabisa unakosa amani kabisa, ndio unamsimulia kila mtu. Imewahi kutokea? Imewahi kutokea? Ni ujinga. Kwani wewe Mungu anakupa taarifa ya kwamba nyumbani kwenu kuna msiba, aidha amekufa mama au baba, anakupa taarifa saa 9 usiku kwamba sasa hivi wanapanga mipango kuamka kuomba na kulala. Ni ipi hekima? Kuamka, lakini wengi wao shetani anabembelezaga pale kuliko mtoto anapobembelezwa na mama. Lala, umechoka leo, ulikuwa na kazi nyingi, lalepo kidogo, lala, niamke shetani. Lala. Shetani ningeamka niombe pazamna, hata asubuhi utamua mapando yanang'okaga. Kumbe amechua wewe unaamka saa 3, taarifa utapewa saa 12:30. Ndio unaamka, wakupa taarifa. Unaamka muda ambao hauamkaki. Kumbe ulitakiwa uamke ule muda ambao unaota ndoto. Pangua hayo mapando. Nilikuwa namuombea mwanangu hapa Jumapili, aliota ndoto mtoto wake. Kwanza yeye hakuniambia, natoka amekaa pale. Mungu ananiambia huyu aliota ndoto mtoto amekufa. Nikamshtua pale akaja hapa. Nafikiri mliona. Wakati namuombea mapepo yanasema mtoto wake hatakiwi kuishi, anatakiwa afe. Na mtoto alimwacha nyumbani. Kila mambo ulimwengu wa roho ili asitokee ulimwengu huu. Sema power. Sema power. Sema power. Kwa Yesu aliomba maombi ya alfajiri na tunamsikia Daudi anasema asubuhi utaisikia sauti yangu. Asubuhi utaisikia sauti yangu. Nitakupania maombi yangu na kutazamia asubuhi. Kwa ukitaka maisha yako yabadilike hata wiki hii, anza kuamka leo. Ukilala leo mapema, kesho amka asubuhi mapema alfajiri. Mwambie Mungu, sikia sauti yangu na kupangia maombi yangu ni haya. Anza kuomba hivi, afu niambie kama kuna mambo yatashindikana. Mungu anasikia maombi. Haleluya. Ndio ukisoma Ayubu 38:12, wakati wewe unataka siku ikutendee mema, siku pia inataka wewe uiamuru ili ikutendee mema. Kwa unapokaa kimya ndani ya siku, hakuna kitakachotokea. Anasemaje Ayubu? Labda tusome kwa kuwasaidia wengi. Ayubu 38:12. Tuko na maisha ya Yesu na maombi na maisha ya Yesu. Neno Bwana nasema, ndio. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza. Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Wewe umeiamuru asubuhi ulipoamka. Umeiamuru? Mnadanganya nyinyi. Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Amen. Na kama ndio basi ni wachache. Kuiamuru, kumbe asubuhi inasikia. Asubuhi inasikia. Na mwenye mamlaka ni wewe. Kuiamuru asubuhi ya kwamba magonjwa, misiba haitakuwa sehemu yako. Ninakuamuru wewe asubuhi, taarifa yoyote mbaya ambayo inaandaliwa haitafanikiwa. Ninakuamuru wewe asubuhi, sitapokea laana. Leo nitapokea baraka. Alafu yajulishe mapambazuko. Kwamba nini mapambazuko? Leo hii Alhamisi ni siku yangu ya mafanikio. Ni siku yangu ya kupata. Amen. Ni siku ya maisha yangu kubadilika. Amen. Mapambazuko sikia. Ni siku ya mimi kutengwa na giza. Mapambazuko sikia. Utaona matokeo ndani ya siku. Wengi ngoja niwaambie, asubuhi usioiamuru, hiyo asubuhi kuna watu wanakuamulia. Haleluya. Na mapambazuko usiyoyajulisha, hayo mapambazuko kuna watu wanayajulisha.
wanajulisha juu ya maisha. Leo au hivi utakuwa kama kuna mtu anayejulisha mambo mazuri. Leo akae hivi utakaa, kwa sababu kuna mtu ameamuru asubuhi. Kwa hata misiba inawatokea watu, kuna watu wanaamuru asubuhi na kuna watu wanayajulisha mapambazuko kwamba huyu mgonjwa apelekwe hospitali labda ya Igawilo, kule ndio tumeandaa kwamba akifika achomwe sindano ya quinine wakati anaumwa chloroquine ili apotee. Sema baba, hakuna jambo linatokea bahati mbaya. Ulimwengu wa roho, kila kitu ni ratiba, kila kitu ni. Kwa hiyo usipokaa kwenye ratiba kwa kujitamkia, kuna watu wanatamka utakaa kwenye ratiba zao. Haleluya. Msione mambo kwa macho ya damu na nyama, ukaona tu hujui chanzo. Chanzo cha kila jambo, liwe jema liwe zuri liwe baya, ni ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Hebu sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Haleluya. Haleluya. Okay. Yesu alienda mlimani kuomba. Alienda mlimani kufanyaje? Kuomba. Luka 9:28 mpaka 29. Yesu alienda mlimani kuomba. Niulize, wangapi wanataka kumfanania Yesu? Wao washindi kwenye kila jambo. Wangapi wanataka kufanana na Yesu? Haleluya. Wangapi wanataka kufanana na Yesu? Wengine hata mikono wanyoshi. Poleni sana. Kwa sababu kama ufanana na Yesu, wewe unataka kufanana na nani? Wangapi wanataka kufanana na Yesu? Basi hizi ndio siri za kufanana naye. Anasemaje? Luka 9:28 mpaka 29. Amina. Bwana anasema. Neno la Bwana linasema. Baada ya maneno hayo. Yapata siku 8. Aliwatoa Petro na Yohana. Na Yakobo. Akapanda mlimani ili kuomba. Mstari wa 29. Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Haleluya. Alipokuwa kuomba sura yake ikafanya ikageuka. Lakini alienda kuomba wapi? Mlimani. Ni wito wa mtu binafsi. Sasa siwaruhusu ninyi kwenda mlimani ovyo ovyo. Sawa, okay, ni vizuri sana ukajitenga. Mlimani kuna mchungaji mmoja alienda kuomba. Akasema kule alishambuliwa sana na mapepo. Kwa sababu unakuta mlima huo wanaabudu watu wengine wa giza. Alafu naye anaenda kuomba. Sasa kama huna power, huna stamina, hujapakwa mafuta rasmi, unaposikia mlimani ni vizuri kaenda na baba yako wa kiroho. Amen. Haleluya. Msitoke tu mwenyewe ukakimbilia kule. Tumeona wengi ambao wamechanganyikiwa kwa sababu mlimani kule kuna miungu. Kwa tunapoenda sisi ambao tumepakwa mafuta na Bwana, anasema Roho wa Bwana yu juu, amenipaka mafuta. Kwa kinachonilinda mimi ni Roho wa Bwana aliye juu. Kwa hiyo wewe unapotembea na mimi tukaenda mlimani, maana yake Roho wa Bwana yu juu yetu. Amen. Haleluya. Lakini maombi ya kujitenga, jitenge nyumbani, amka usiku, amka asubuhi. Kataa usingizi mtu. Amen. Usingizi huo ndio umebeba matatizo. Haya matatizo unayotembea nayo yako ndani ya nini? Usingizi. Kataa usingizi. Kuna watu wanalala kama poni. Yaani hata kama ameamka saa 5, akila ugali saa 7 tena. Usingizi ni mbaya. Haleluya. Watu wote waliofanikiwa wameukataa usingizi. Na watu wote ambao wamepingana na mafanikio, wewe upenda usingizi. Usiupende usingizi. Amen. Tunatangaza mikesha. Hawaji. Nilienda na jamaa yangu mmoja, ni mtu wa simu wenzangu. Nikamwambia bwana hapo mimi ni muimbaji sio mchungaji. Naimba gospel. Nikasema bwana Mungu ananiambia nianze kwenda kilimo kwenye miti. Kuomba. Na yeye akasema na mimi naunganika. Uko tayari? Ndio. Tukatoka. Tulikuwa tunatoka saa 1:30 kwenda saa 2:00. Tukaenda kilimo
kwenye miti ile wanaojinyongeaga watu kipindi kile. Tukaingia mle. Tumesimama. Baba, kwa jina la Yesu tunaomba. Ya. Mwenzangu anaomba, ana hofu. Akachungulia hivi. Akaona mijamaa mirefu imevuka daraja. Nikakuta yuko kimya. Mimi naendelea. Baba, kwa jina. Sasa na mimi nikaangalia, nikaona jamaa lingine limevuka daraja. Aliondoka bila kuaga. Na mwisho wake wa maombi ukawa pale. Sasa namuuliza nini? Akasema mimi sitarudi tu. Kesho yake nikampitia, twende kuomba. Akasema nimetingwa na kazi. Nikaenda peke yangu. Yale ni majini kabisa. Mimi mwenyewe nithibitishe. Yaani yale matuta makubwa yale linaruka lile. Nimepita. Hapo alionekana. Lakini angalia wito wa maombi, sikuacha kwenda kuomba. Naenda kuomba nini? Mungu ananipa cha kuomba nikiwa lile eneo. Kwa sababu Mungu aliniambia nenda kwenye maombi. Yule jamaa alikata hiyo siku ya kwanza. Juzi amenipigia simu. Anasema wewe bwana, Mungu alikuita mbali. Mimi hapana, siwezi hiyo kazi hizi. Mtu ombeaje tu. Nini? Ananikumbusha alivyoona majini ya. Michitu mirefu haoni kitu. Ila mwili ndio umepanda juu. Yaani kale katuta utafikiri wewe unavyorusha hatua. Leo limeruka tu. Nikashangaa mtu alikuwa nasema sema kwa jina la Yesu. Nikashangaa yuko kimya. Tayari hapo amehama network. Taratibu akatafuta atachomokaje kwenye ile miti. Alipofika eneo la shule ya Wasanga alishukuru Mungu. Aliniacha kule. Naendelea kuomba. Bwana aplausi. Haleluya. Nikagundua maombi ni kiu. Ni kama mtu anayekunywa maji sasa hivi. Ukamwambia wewe acha kunywa maji. Hata kama atakimbia kuna hatari. Atakimbia huko anakunywa nini? Maji, kwa sababu ana kiu. Sasa wewe ungeona jini ungefanyaje? Ungeendelea kuomba na mimi? Si ungesema wewe unataka kuniua, utumishi anajifanya yeye wa mbinguni wewe. Yamkini pale aliongea maneno mengi, alinitamkia mengi sana. Sana alinitamkia. Sasa mimi niliyaona. Mawili yalipita huko. Kesho nampitia anasema mtumishi nimetingwa. Nenda utuombeage mtumishi. Nikamwambia ukisema. Siku moja nimeamka usiku kuomba pale nyumbani. Naomba dirishani, nimepiga magoti. Nasikia watu wasema sio kwa sauti ndogo. Ndio nikaongeza bidii. Mungu akaniambia ukitaka kuwashinda vaa headphone. Ndio nikavaa headphone sasa. Kwa akisema sisikii, mimi napeleka moto. Paka walipotea. Nilikuwa na kijana wangu mmoja anaitwa Fidelis Mwasenela. Tumemaliza maombi, ilikuwa saa 11. Nikamwambia pumzika. Nikamwambia leo mchawi anakamatwa. Kweli mchawi nyumbani kwangu, nyumba kama ya 4, kikakamatwa kipembe ndani ya nyumba ya mtu. Seble. Na yeye alipomjinga wakaita machifu eti waje watoe. Kwa machifu walipokuja lazima watetee wa kwao. Haleluya. Sasa usiseme kama kuomba ndio hivyo zinaacha kuomba. Hayo niliyaona mimi. Wewe ukiona ya kwako Mungu atakutia nguvu. Kwa sababu mimi naamini kuona ni ushindi. Kwa sababu hakuna jini anayepita anataka aonekane. Mimi nilivyoona nikasema kumbe nina macho ya kiroho. Mwenzangu nilivyoona ndio alifungika macho kabisa. Akala kona. Uoga unaweza kukufanya usiwe muombaji mzuri. 9 inaenda saa 10. Na kuta ghafla napigwa kwenye bega hivi. Sio ndoto za niko sebuleni. Ni faraja. Kumbe aliangalia movie ya mazombi. Usingizi ya uchi. Kwa kila anaota mazombi. Yaani kuongea na ogopa. Sija ameona kwenye ndoto, mpaka nishtua kwamba yasikia akasikia. Sasa wewe ungekuwa ungefanyaje? Saa 9 usiku. Umepiga magoti sebuleni. Ningesema mama, angesema hamna muombaji. Baba ni muongo, sio muombaji. Unajua kutulia? Nikasema Mungu wangu, kama mchawi anaweza kanipiga bega mpaka nilipokuomba, Mungu uko wapi? Nageuka nakuta mtu Simoni kafupi.
Angalia nini wewe? Sasa baba silali nini? Mazombi. Sasa mke wangu anacheka, sijui kama angekuwa ni yeye. Baba Kevin! Baba Kevin! Ungeita baba. Sasa ni Mungu anakujaribu eneo hilo. Sasa nikamwona fulani, unaangalia mazombi. Na yeye anaamini baba ni muombaji. Angalia kilichotokea. Kwa nilipomwombea pale kabla ya kalali. Kwa wanangu nimewajenga kwenye imani, hata wakiwa wanaume nikiwaombea wanaamini tumepona. Kwa muda huo akaenda akalala vizuri mpaka asubuhi. Na ndio maana ni hatari ndani ya nyumba akikosekana muombaji. Ni hatari. Na wewe kuokoka sio bahati mbaya. Mungu amefanya uokoke ili uwe mlango wa yeye kupitia aende kwa ndugu zako. Amen. Omba mtu wa Mungu. Jenga tabia ya kuwa muombaji. Ombea popote pale maombi yanafika. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Okay, kwa nini nasema Mungu anataka wewe uwe lango? Kuna wakati mke wangu alikuwa anaumwa lile tumbo. Siku moja anasema mpaka alikuwa anataka alale barabarani gari limgonge. Si ndio? Lile tumbo, si ndio? Labda alishukuru atakuolewa na mtumishi wa Mungu. Lilikuwa tumbo likiuma, labda angesema yeye angeweza kuambia vizuri. Linakata. Yaani anasikia kama si mtu yuko ndani anakata na wewe. Anagalagala. Siku ile ananiambia yuko kwenye biashara zake. Nilitamani nilale barabarani gari linigonge hivi. Tumbo hilo linavyo. Siku moja limemuuma saa 6 usiku. Mungu ananiambia komesha hilo tumbo. Nikamuombea. Nilipomuombea akafunguka. Limewahi kuuma tena? Hajawahi kuuma tena. Haleluya. Haleluya. Kwa nini naomba ushuhuda? Kwa sababu wewe ni daktari. Utakapokuwa muombaji mzuri, ni daktari wa wengine kuwa vizuri kupitia wewe. Afya zao zitakuwa vizuri. Kwa watu wa Mungu, jifunzeni kwenye maisha ya Yesu na maombi. Vivyo hivyo mtamani. Kama alivyo baba ndivyo ninavyotakiwa tuwe. Haleluya. Haleluya. Kwa Yesu Kristo ni kiongozi wetu na kielelezo chetu katika Ukristo wetu. Yaani unaposema mimi nimeokoka ni Mkristo, Yesu ni kiongozi, Yesu ni kielelezo. Tunapita alimopita, alipotoa mguu ndipo tunaweka mguu. Wengi wanapenda maombi, maelfu ya watu, lakini angalia ambao shetani amewaachia waombe ni wachache. Nampenda mwanangu Mama Teni, Mungu ambariki. Sasa hapa tumesema maombi ya wanazoni. Hapa saa 12. Angalia waasanga wanakuja wawili. Wanachapa usingizi au majamaa, usifanye mchezo. Unaweza kupita saa 1:30 ukakuta kama trekta au mashine na koboa. Wanakoloma saa 1. Lakini kwa nini nimesema Mama Teni? Yeye hana chazoni. Yaani yeye mimi nikamshangaa kasa huyu Mungu amempa hekima kubwa sana. Kila tukisema kila Jumapili yuko hapa. Kwa iwe zoni ya asanga yeye yumo. Iwe zoni sijui ya Gawilo yumo. Iwe zoni sijui ya Manyende yumo. Kwanza akisikia saa 12 tumeanza hapa Matiko Play. Lao akisema Matiko Play. Na Biblia anaamka haraka. Ghafla amefungua mlango ni anaingia naomba. Naamini hata siku inakuwa njema. Kwa nini? Kwa sababu asubuhi yako inapoanza na maombi, shetani hawezi kuvamia siku iliyoandaliwa kwa maombi. Hawezi na haiwezi kutokea. Niliwaambia baadhi ya wanangu wawili, mwe mnakuja hata kama sio zoni yenu. Tutakuja baba. Sijawahi kuwaona. Na usingizi wa asubuhi si mtamu wapenda. Vile vinoto vile vya majibu mahaba na nizivile mjaka asubuhi. Saa 12 ndio unakuta mkolea huyo hapa. Na shetani anawaletea sura za kwenye movie. Mnaangalia ka J+. Nini? J+. Anakuja jamaa kama muhindi. Kumbe ni babu. Hana meno. Amechukua image ile sura. Maombi. Mtu muombaji huwezi kuta anakabwa na machawi. Muombaji mchawi hawezi akajificha aje kwa sura ya mbwa au nyoka. No. Hebu sema napokea upako. Wa kuwa muombaji. Sema napokea upako wa kuwa muombaji. Sema natofautishwa na watu
kwa njia ya uombaji. Amen, amen, amen. Haleluya. Na muombaji anaweza kuamuru chochote na wakati wowote kikatokea. Mtumishi mmoja alichelewa ndege, alikuwa anaenda kwenye mkutano, alikuwa na mtendakazi wake, wamefika airport, ndege imeondoka. Akasema mtumishi, itakuwaje? Na leo natakiwa tu eneo la tukio. Akamwambia hivi, kaa. Akakaa. I say, nilipokuwa nasikia ushuhuda, kama una imani unaweza kusema waongo. Anasema walivyokaa pale, akamwambia itakuwaje? Tukakata tiketi nyingine, sasa tulia. Wakakaa pale. Wanasema ghafla walikuta ndege inarudi. Sasa wewe kwa sasa sio muombaji, nasema mchungaji. Wewe mchungaji huko madhabahuni wewe mchungaji. Ndege ilirudi. Na walipanda. Amen. Ilirudi kwa sababu zingine kabisa, lakini Mungu sababu kubwa ilikuwa ni kuwachukua wale. Aliwapumbaza. Amen. Katika mawasiliano ikabidi ndege irudi. Ndio wakapanda, wakaingia kwenye siti zao, wakaondoka. Maombi yanaweza kubadili matokeo majira yoyote. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maombi yanaweza kufanya mahali penye kilio pakatokea kicheko. Amen. Mahali penye msiba ikatokea harusi. Ndio. Mahali penye mafarakano ikatokea amani. Ndio. Mahali penye kukataliwa kikatokea kibali. Mahali penye kuachwa kukatokea kupendwa. Maombi yanaweza kubadilisha mazingira majira yoyote. Na ndio muombaji ni mtu mwenye mamlaka ulimwengu wa roho. Amen, amen. Oh, unaweza usinielewe. Hata mchungaji inakuwaje? Wewe nikufungulie maandiko uweze kuelewa. Kwa maombi yanaweza kubadilisha msiba, unaweza kubadili kuwa kicheko, ukawa sherehe. Unaamini? Ndio. Amen. Unaamini? Ndio. Angalia katika Luka 8:49 mpaka 56. Ninyi watu wengi wanamwamini Kristo lakini wanakataa matendo yake. Sema, inawezekana kweli kwenye msiba kikatokea kicheko? Hapana. Kwa sababu uamini. Anasemaje? Luka 8:49 mpaka 56. Neno la Bwana linasema. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu. Wa sinagogi. Akamwambia, binti yako amekwisha kufa. Hebu sema kufa. Amekwisha kufa. Maana walishathibitisha. Usimsumbue mwalimu. Mstari wa 50. Ndio. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu, usiwe na hofu. Amini tu. Naye ataponywa. 51. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye. Ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. 52. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi. 53. Wakamcheka sana. Wakamcheka. Hao walishathibitisha. Hawajaona mtu mmoja akiwa amekufa. Wanajua mtu akiwa amekufa anakuaje. Alafu Yesu anakuja. Ukisoma maandiko hapo, Yesu alikuwa ametoka kwenye maombi. Alafu anaambia msilie, hakufa huyu, amelala. Wakamcheka sana. Kwa sababu vipimo vyao waliona kabisa huyu amekufa. Nataka nikuonyeshe nguvu ya muombaji. Anaendelea, anasemaje? Amina, anasema wakamcheka sana. Ndio. Maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Wao walishajua kwamba huyu amefanyaje? Amekwisha kufa. Amekufa. Mstari wa 54. Ndio. Akamshika mkono. Akapaza sauti. Akisema, kijana, inuka. Mstari wa 55. Roho yake ikamrejea. Naye mara hiyo akasimama. Akaamuru apewe chakula. 56. Wazazi wake wakastaajabu sana. Lakini akawakataza wasimwambie mtu kilichotukia.
Bado hauamini muombaji anaweza kubadilisha mazingira? Naamini. Naamini. Bado hauamini? Naamini. Ni mara ngapi hapa nimeombea watu ambao wamepima kabisa, vipimo vinaonyesha wana matatizo, wanarudi kwenye vipimo tena vinaonyesha hawana matatizo. Wengi. Ni mara ngapi? Bado huamini muombaji anaweza kubadilisha mazingira? Naamini. Basi natakiwa uwe wewe ukabadilishe mazingira. Amen. Haleluya. Kwa sababu muombaji lazima awe tofauti na watu wanavyotazama. Kwa sababu muombaji yeye anatazama mambo kiroho, wakati watu wanatazama kimwili. Kweli. Yesu alipoomba, roho ya yule mtu ikamrudia, akainuka, akaamuru mpeni chakula. Sasa nenda ambaye wewe sio muombaji, uambie hajafa huyu, amelala tu, watakuchapa fimbo. Ulikuwa mbishi, si tulikwambia utachapa fimbo. Hofu inakaa, hofu haikai kwa muombaji. Muombaji anakaa na hofu ya Mungu. Amen. Sio hofu ya ulimwengu. Amina. Hebu sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Anzeni kuamka alfajiri. Anzeni kujitenga kwa ajili ya Yesu. Amen. Mtaona uwepo wa Mungu. Amen. Hakuna mahusiano pasipo kusema. Kweli. Hakuna mahusiano pasipo kusema. Tuna mahusiano na Mungu kwa njia ya kusema. Tunasema wapi? Kwenye maombi. Amen. Kama maombi yanaweza kuchukua huzuni ya mtu yakampa amani, basi maombi yanaweza kuchukua umaskini yakampa mtu utajiri. Amen. Kama maombi yanaweza kuchukua magonjwa yakampa mtu uzima, basi maombi yanaweza kuchukua aibu yakampa mtu heshima. Amen. Kwa maombi yanapindua mambo ulimwengu wa roho. Amen. Ndio maana mchawi hamuogopi mwenye hela. Mchawi anamuogopa muombaji. Amen. Kwa nini? Kwa sababu muombaji yuko kinyume na mipango yao ulimwengu wa roho. Anachotaka muombaji ndicho kinachofanyika, sio wanachotaka wachawi. Amen. Kwa watu wa nguvu ya giza wamepata sana nafasi kwa sababu ya watu wa Mungu kupuuzia eneo la nini? Maombi. Nimesikia taarifa moja juzi imenisikitisha. Nikajifunza kitu. Unajua kwenye mitandao mimi naingia kujifunza. Binti moja ametoka na mwenzake Marekani. Wameenda Zanzibar. Ana happy birthday. Wakasema tukaspendi kama siku 10 hivi. Sasa okay, wana hela lakini hawana maombi. Wamefika pale wakaanza kuchinjiana mle ndani, wakagombana. Wale watu wenye hoteli kwa hekima wakasema tuwatenganishe vyumba. Huyu amekaa chumba namba 23, huyu aende 59. Kwa hiyo wakamchukua mwanaume wakamhamisha. Walipomhamisha yule mwanaume, huyu binti huku anakuja mhudumu anaingia mle ndani, akasema niazime chaji, akampa chaji. Alipompa chaji, anasema nitakupitia tena, anasema okay sawa, uje baada ya dakika 10. Akachukua zile kamba wanazojifungia hoteli hizi kubwa, unajua wanakuwa na zile nguo kama majoo za kujifungia, akajinyongea kwenye kabati. Happy birthday hakuna tena. Mwanaume amekamatwa na polisi. Unafikiri tukio ni bahati mbaya? Kuna watu wanarati. Labda kuna mpenzi alikuwa hataki hao wao wapenzi. Sasa wanaume wanachanganya mafaili. Tunafanyaje sasa? Ngoja tuwavurugie. Haleluya. Maisha marefu yanaambatana na, yaani ukitaka kuishi, haijalishi unavamiwa na magonjwa kiasi gani. Ukitaka kuishi umri mrefu, jitahidi kuwa muombaji. Sababu Biblia inasema na wapenda wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Tunamtafuta wapi kwa bidii Mungu? Kwenye maombi. Hata ungetoa sadaka sana, kama sio muombaji utapigwa tu. Hata ungewapenda watu sana, tena kama unawapenda watu sana alafu sio muombaji, uko kwenye hatari kubwa sana. Hili gauni nimpe Masonzo, mimi nanibana. Kumbe ndio mchawi, huna macho ya roho. Unampa gauni kwa nia njema, yeye anapeleka kwa Karumanzika. Linapigiwa madua huko. Ndio nilimwambia jamaa mmoja hapa, anasema mjomba alinipa suti. Baada ya kuvaa ile suti nikaanza kuchanganyikiwa. Naomba uniombee. Tatizo lake anashika saluni pale chini. Sasa hivi nasikia aliacha hiyo kazi ya saluni. Alikuja hapa na sasa hivi ameacha kusali. Anasema nikishika mashine hivi na mnyoa mtu hivi, napoteza kumbukumbu hapo, natupa mashine na dondoka. Kwa mteja anaondoka,
Na kuja kuamka baadaye ndio nawauliza wale watu, nini kimetokea? Wasema ulikuwa unanyoa mtu, lakini baada ya kumnyoa mtu umedondoka, umetupa mashine. Mimi basi akaanza kuzunguka sasa. Nikaja hapa nimuombee. Navyomuombea, Mungu ananiambia huyu alipewa nguo. Alipewa nguo Isanga Ileni huko mjini. Na mjomba, namuuliza, "Umewahi kupewa suti?" Akashtuka. Ndio. Na nani? Na mjomba. Wapi? Kwenye shule ya hii shule ukitoka hapa Soweto unaingia ndani. Alinipa suti. Kilichotokea? Sielewi. Tatizo lake likaanzia hapa. Matatizo mengi yanapitia kwa njia ya upendo. Usipokuwa muombaji, kuna upendo ambao umebeba maangamizo ndani. Ukiwa muombaji, mtu hawezi akapenya kwenye hali ya upendo. Hata akija utamwona watu wamepokea vitu ndio wameharibika wengi mno kwenye ulimwengu. Iwe kwenye zawadi za harusi, iwe watu wamejifungua, wamepokea zawadi, ndio mambo yao yakafanyaje? Yakaharibika. Kwa sababu kama sio muombaji, huwezi kuwa na macho ya kiroho. Na mchawi mahali popote pasipo na macho ya kiroho amefanikiwa kupenyeza mambo yake. Amen. Lazima afanikiwe. Huna macho ya kiroho. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo. Wakamwendea macho yao yakatiwa nuru. Macho ya wapi? Sema Yesu msaidie. Na Mungu awabariki. Amen. Maisha ya Yesu na maombi ndio maisha tunatakiwa kuishi. Amen. Nikisema niendelee hapa ni mpaka tutafika kesho. Mungu akinipa neema nitafundisha tena. Lakini usisahau maandiko anasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Okay, nimalize na hili andiko moja nikusaidie. Ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Kukoma. Kuomba sio hiari, ni lazima. Kwa kanuni za kiroho Mungu alivyotuumba, kuomba sio hiari, ni lazima. Angalia Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza. Amina. Neno la Bwana linasema. Ndio. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Wala wasikate tamaa. Asante. Unapoona neno imekupasa, ni hiari, ni lazima. Yaani mimi nasema sasa hivi imekupasa uwe kazini muda huu. Ni hiari, ni lazima. Kwa kuomba sio hiari. Kuna watu maombi wanasema nitaombaga tu Bwana. No, hili ni jambo ambalo ni lazima, sio hiari. Imewapasa kumwomba Mungu, na sio Jumatano tu, siku zote, wala msikate. Kwa ni jambo ambalo limetupasa. Mungu akubariki. Na ukijua kuwa ni jukumu, anza kulifanyia kazi. Ndani yake kuna matokeo makubwa. Barikiwe na Bwana Yesu. Na mtu ambaye umetufuatilia wa TikTok, Mungu akubariki. Naamini kuna kitu ambacho umekipata. Haleluya. Mungu awabariki. Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Haleluya. Haijawapasa kutafuta hela siku, bali ni wapasa kuomba siku pasipo kukata. Mimi kwa sijui kuomba watu. Yaani mtu akisema, unajua mimi nimetokea Lutheran. Wakisema mtu anaomba sana. Kaza Mungu wangu. Nikija kufika mimi sana. Yaani niombe saa moja. Siku moja nimeanza kuomba saa 7. Nimemaliza maombi saa 12. Na penyewe watoto waliamka. Wanaanza pilika za shuleni. Nisema Mungu wangu, yaani bora ningekuwa mbali. Maana masaa 5. Na hii inawezekana kwa yoyote ambaye unamuonyesha ushirikiano Roho Mtakatifu. Sasa kwani maneno ya kuomba ni wewe, Mungu anataka utayari. Unapoingia atakupa hiyo cha kuomba. Atakupa saa hiyo kitu cha kufanya. Wewe ni utayari tu. Kwamba sasa naenda kwenye maombi. Mungu atakwambia wakati mwingine ombea wagonjwa wa rufaa. Kumbe rufaa kule kuna mtu ukimwombea akitoka ndiye inabidi aje alipe mali kwenu. Wewe unasema rufaa mia wanihusu. Wa rufaa wakuhusu. Kuna jamaa amelala kule hali mbaya.
anasema waombee, kumbe ni mchumba, hana longolongo, akija yeye analipa ng'ombe. Ukiacha kuomba amekufa mchumba. Kwa kwenye maombi unapata maelekezo. Ombea wasafiri, wewe ombeaga tu. Kuna mtu anasafiri sasa hivi anatoka Dar, ombea wasafiri. Akifika kesho ndiye amebeba baraka za kuinuka kwako.